Karibuni. Asante. Habari ya saizi? Salama, karibu. Asante. Habari ya kwako? Salama tu. Mimi kwa majina naitwa Mohamed January Mshangaware, maarufu ananiita Kingi Mchina Mweusi. Sawa, karibu sana. Natokea Mbagala lakini kikazi nipo Tanga. Tanga. Mimi ni mtu wa kilimo, kwa hiyo nimeona matangazo yenu. Ndio. Nasema leo nifike hapa ofisini niamini kweli hizi mashine ninazoziona ni kweli. Yes. Zipo kama kwa hiyo mimi kama Kingi Mchina Mweusi nipo na mwenzangu tuko ofisini. Nafikiri nipe nafasi ya kujitambulisha. Karibuni sana. Basi kama mnavyoona tuna mashine tofauti. Tuna mashine za kilimo lakini pia tuna mashine za ufugaji. Na mashine za kilimo tuna pawatila hizi kama tunavyoona. Kuna hii ni pawatila ya kampuni ya Eagle Power. Ina horsepower 13. Hii ni pawatila horsepower 13, injini yake ni diesel. Sawa. Unapewa pawatila hii sambamba na majembe yake matatu kama tunavyoona hapa chini. Kuna hili jembe la rotaveta ili kwa ajili ya sehemu ambayo yani unaweza kutifuatifua na kuwezesha kutifuatifua kulima kwenye majaruba. Alafu kuna hili jembe hapa la ng'ombe. Hili nalo unaweza kulima sehemu ambayo ardhi yake tayari ishalimwa, ni nyepesi. Na kuna hili la aina ya tatu, jembe la plau kwa ajili ya kulima sehemu ambayo ardhi yake ni ngumu. Sawa. Lakini pia uzuri wa pawatila hii unapewa sambamba pamoja na water pump. Hii inamsaidia mkulima asipate shida kwenye swala la kumwagilia. Sawa. Na pia unapewa tairi la raba, hii milimita 500 na tairi la chuma. Na uzuri wake pia ni push to start. Unawasha kwa kubonyeza hapa. Sawa. Unawasha kwa kubonyeza. Ina taa pia mbele kama tunavyoona hapa. Ina taa kama tunavyoona hapa mbele. Hii ni ya horsepower 13. Alafu tuna hii ya horsepower 15. Hii nayo ni Eagle Power horsepower 15. Hii unapewa majembe mawili. Unapewa jembe hili la kwanza la rotaveta. Unapewa na hili jembe la huku la plau hili. Kulimia sehemu ngumu, kulima kwenye majaruba. Lakini hii ni petroli. Sio diesel. Hii ni diesel, hii petroli. Sawa. Lakini kuwasha kwake ni yenyewe haina starter. Unawasha kwa kuvuta. Kwa kuvuta kwa mkono. Ndio. Lakini zote hizi kwa pamoja unapewa pamoja na tela. Ili kwa unaweza kuchukua utachukua horsepower 13, horsepower 15 ile na tela lake pia. Kwa zote zinatumia tela. Zote zinatumia tela. Tela ni ile. Sawa. Hii hapa. Hii ni ameki mikono mirefu. Sawa. Unapewa hiyo pamoja na matairi yake ya raba na matairi ya chuma. Ni makubwa yale kabisa. Sawa. Unapewa pia na majembe mawili. Sawa. Na nataka kujua hii ni nini? Hii ni kamba ya mbwa. Kamba ya mbwa. Kwa hapa ni vifaa vya yani vifaa vya kilimo pamoja na ufugaji. Sasa vya ufugaji ndio tunazungumzia hizi kamba za mbwa. Tunazungumzia zile incubator kwa ajili ya kutotolesha vifaranga. Tunazungumzia feeder za kuku. Tunazungumzia drinkers hizo. Nipo za ng'ombe zile kule juu. Tunazungumzia ile mashine ile kwa ajili ya kuandaa chakula cha kuku. Ukitoka ile tenga ile inafuatia kuna tenga lile kule la kuku kwa ajili ya kuwekea kuku. Kwa kuna vifaa mbalimbali vya mifugo pia ukiachana na vifaa vya kilimo. Sawa. Ndio. Nimeona kuna mashine nyingine. Zipo, twende mpaka huko. Zipo hapa kwenye mashine za kilimo ziko mbalimbali. Kuna hii kwa ajili ya kupukucha mahindi na hii nayo kwa ajili ya kupukucha mahindi. Kuna hii ya kukoboa mchele. Kuna hii hapa ya kupiga mazao 11. Wele, mafuta, sijui mahindi, maharage, mazao mbalimbali. Na kuna ile kule chafukata kwa ajili pia ya kusaga mazao pia nayo mbalimbali. Sawa. Na spray hizi mashine kwa ajili ya kupiga dawa kwenye au mbolea. Yes. Ile mbolea ya fertilizer. Ndio. Nimeona tena
kuna jambo lingine labda ufahamishe pia. Hii nayo pia ni kwa ajili ya kupandia. Hii ni mashine kwa ajili ya kupandia. Kuna hii ya kupandia, unapanda lakini pia na unaweka mbolea. Sasa sawa, mtu atauliza kwamba kwanza kabla ya kuuliza swali nilikuwa nataka nikuulize. Umesema hii unaweka mbegu na mbolea. Nisikie kitu kama mbolea kwa faida sasa ya mkulima. Ndio. Sasa hapa sasa hapa unaweka humu ndani. Unaweka zako huko mbegu pamoja na mbolea. Kwa ukishaweka hapo ndo unakiendesha tu kwa hapo ndo inapanda sasa. Hakuweka mbolea. Wewe unapanda na yani leo unapanda na unapandia mbolea moja kwa moja. Nimeona sasa hapa na mtazamaji ataona kwamba kuna mashine nyingine ameiona. Kwa sababu umeeleza zile lakini nimeona hizi nazo zinafanana na zile. Sasa nataka pia faida ya mtazamaji. Hii ni mini power tiller. Hizi ni horsepower 8 lakini hizi zinatumia petroli. Nao pia inaweza kulima ekari 1 mpaka ekari 4 kwa siku. Je, pampu na yenyewe inavuta maji kama kawaida? Hii haina pampu. Hii haina pampu. Haina pampu yake. Ile kule ya diesel ya horsepower 13 ndio napewa pamoja na pampu. Haina tena. Sawa. Na kuna mashine moja nimeiona nadhani nataka niende nikuulize. Alafu ili tujue na yenyewe inafanya kazi gani. Kwa sababu umetuonyesha kupandia hii. Nafikiri yenyewe inaweza kuwa labda nimeifananisha labda wewe unajua vizuri. Kweli. Nipi? Ile pale. Ile nayo pia nayo ni ya kupandia. Nayo pia ni ya kupandia. Napanda mbegu. Unaweza tukaiangalia. Sasa hiyo unaipandia unashika hivyo. Mzoefu bwana kimchina mweusi. Hii ni ile unapanda yani kama ni wale wanaopanda kwa kamba, ushafunga zile distance zako, kwa hiyo badala ya kufikia kusukuma hii unaenda unakita kwenye zile distance. Ndio. Nadhani hapo watakuwa wameelewa. Ndio. Kuna lakini pia zile za mbolea, hizo begi hapo tunavyoziona hizo. Hizo nazo sasa hivi zinamrahisishia hata mkulima baada ya kuweka mbolea, sijui ukiwa unainama kuumia mgongo, hiyo inakusaidia, unavaa tu mgongoni then kwenye huu mshikio hapo. Unakuwa unapita chini unani, lakini mwanzo unaweza kuseti. Uzuri iko kibegi ni una seti. Unataka mbolea yako itoke kwa size gani. Kwa unaweza ukaseti hapa. Hichi ukikirudisha chini na maana mbolea inatoka size ndogo. Ukiendelea kuongeza nafasi inatoka size ya kati. Ukiendelea kupeleka mpaka mwisho na maana mbolea inatoka size kubwa kabisa. Sawa. Kwenye mbolea hapo na kwenye hichi kifaa nataka tubaki hapo hapo. Sawa. Tuna mbolea sisi hizi ambazo ni urea, kani, dapu, ni mbolea za chenga ndogo sana. Ndio. Tuna mbolea nyingine inaitwa composite. Ile mbolea ni mbolea ya asili. Inatengenezwa hapa Dar es Salaam. Ndio. Sasa tunataka kujua yenyewe chenga yake ni nene kidogo. Je, hii pia unaweza ukatumia? Unatumia kwenye aina yoyote ile ya mbolea. Sawa. Kwa sababu hata ukiachana na mbolea, hata kusema uweke labda mchele au uweke mpunga chochote, still bado inatoka. Kuna wale sasa nataka unijibie swali hapa. Karibu. Kuna wale watasema, je, mbolea ya asili kwenye hicho kidude tutatumia? Hilo nataka pia uweke. Unatumia, yani tukisema mbolea na maana iwe ya ng'ombe iwe unatumia, upunguze kidogo kisaga. Sawa. Sasa labda kuna kitu kingine ambacho tumekisahau ambacho nyinyi hapa mnacho. Kuna brush cutter hii, unajua sasa hivi brush cutter hiyo hapa. Kwa mtu unatakiwa uache kupalilia kwa kutumia jembe lile la mkono. Kwa hiyo ukichukua mashine yako hii brush cutter, unapewa pamoja na majembe yake 5 au ukitaka full package unapewa majembe zaidi ya 5 na kusaidia wewe kwa ajili ya kupalilia. Kwa mfano, tunaona kuna jembe hili hapa. Kuna hili na kusaidia pia kupalilia pasipo kung'oa mazao. Sawa. Kuna hili nayo pia inajulikana kwa ajili nayo ya kupalilia. Kuna hizi hapa. Kuna hili nalo. Jembe unapewa kupalilia. Kuna jembe hili pia. Sawa. Nayo ya kupalilia.
Na uzuri nao mmoja ni kwamba unaweza kuchukua na water pump. Sikiliza hapo, sikiliza hapo. Kwa hiyo bashkata bosi wangu. Unaweza kuchukua pia na hii water pump. Kakusaidia nao pia kumwagilia. Kwa hiyo tunaona hii pawatila. Hii naniliu bashkata. Water pump. Sio tu unapewa kwenye pawatila. Lakini pia hadi kwenye bashkata. Kwa hiyo nataka sasa, mimi nataka sasa kwa faida ya mtazamaji, hii bashkata utaifunga hii pump kwenye bashkata unafunga hapa. Huku Unafunga huko. Unachomoa hiki, unaweka hichi, afu hapa unaweka bomba lako kwa ajili ya kusupply maji, afu hapa ndio unaweka kwenye chanzo cha maji. Lakini hakikisha shamba lako lisiwe na umbali zaidi ya mita 100. Sasa hawa ni wale wakulima wadogo wadogo. Yes. Hapa sasa nimeona hapa ndio tunasema hii ni koromeo. Huku ni sehemu ya outlet. Sasa huku kuna koromeo sasa inatakiwa ivae hapa ingie au unaenda unatumbukiza tu? Unatumbukiza. Haina sababu ya kuvisha pipe nyingine hapa iliende. Kwa viko vingi, kuna hichi cha kukatakata manyasi kama unataka kupunguza level ya manyasi. Kama viwanja. Yes. Kuna hii chainsaw hii kwa ajili ya kukata miti mikubwa na midogo. Na miti midogo pia. Yes. Na kuna kutumia panga. Hakuna kutumia panga. Kuna plug zake pia, unajua plug za brush cutter. Unaweza ukanua hivi brush cutter afu kaenda kukusumbua, afu plug ikawa ni shida. Kwa hiyo ndio maana tunamshauri hata mkulima, mtu akija kununua brush cutter asisahau plug. Na plug sasa unapewa kama ofa au unanunua tena? Hii kinacho kinauzwa bosi wangu. Hii kinauzwa. Kinauzwa. Nadhani nimeona na nimeridhika. Kwa hiyo sijui kama kuna na toolbox yake pia napewa. Usihangaike kutafuta vile vispare vile. Umeweka wapi? Sawa. Ndio. Mimi Kingi Mchina Mweusi, kwa wale mnaonifuatilia wote, nimesema tunakwenda kufanya mapinduzi kwenye kilimo. Wadau wangu wa kilimo mlikuwa mnaniuliza China mashine tunapata wapi? Hapa uzuri wa kampuni hii bana, ina mashine aina zote. Ina mashine za roll model huko na ina new model. Lakini sasa wao wamejikita zaidi kwenye new model ambao unaona kama hizi kwa Chila. Mimi nataka nikwambie mkulima, hapo unisikilize vizuri na unielewe. Mimi nilikwambia nikiwa China kule nimejifunza vitu vingi sana mpaka narudi hapa nyumbani na mpaka leo tunajuana huko kwenye kilimo. Hizi pawatila mimi nimezikuta sehemu moja inaitwa Shansha. Na kule Shansha ndipo nilipoona tofauti wa hizi pawatila. Kwa hiyo nilirudi huku nchini ilikuwa inaniumiza sana, napita kwenye maduka mengi sana sikuwahi kuona. Sasa baada ya kukutana na Eko nikaona wana hizi pawatila, nikasema kwa kweli Mungu ni mwema. Inawezekana sasa zile ndoto za wakulima wengi zinakwenda kutimia. Kwa hiyo nimeona sasa ni sehemu sahihi ya mkulima kukimbilia kwamba wewe unazipataje hizi mashine, ni pochi yako tu, jiandae, sisi tunakufuata huko uliko. Yaani yale maisha mlikuwa mnauliza tukienda Dar es Salaam tutaibiwa, hapana. Yaani huko sisi uliko tunakuletea hizi mashine. Lakini uzuri zaidi, najua wengi mmezoea mashine za zile ambazo za mikono mirefu pia zipo. Na cha ajabu zaidi, mashine mikono mirefu ni hapo, hicho ni kichwa tu kimewekwa hapo. Nafikiri kule kwenye maboksi kule, nafikiri ndio hivyo vitu vingine vipo kama mikono na gearbox na nini na kadhalika. Lakini tela, hizi mashine unazoziona ukishanunua hapa, tela utapewa. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwa kweli nasema Tanzania, kwa Gwanzuri liko kwepo, naona sasa ile Gwanzuri ya kule China na Tanzania pia inahamia. Kwa hiyo wewe tu mkulima ulete sababu zako za uvivu, hakuna sababu tena ya kufa njaa au ya kukaa tunalalamika maisha ni magumu. Hawa jamaa wameturahisishia. Eko ni moja ya kampuni ambayo imeturahisishia sana maisha. Eko Africana. Imeturahisishia maisha. Leo baada ya kuona kwamba mpaka mtu aende China afanyaje, leo tumeletewa Tanzania. Ni wewe sasa, bado hatujaishia hapo. Tumesema hivi, tunataka kuungana, tukuletee mpaka huko shamba uliko. Kwa hiyo ushindwe wewe mwenyewe. Wadau wangu, karibuni sana.